Tunaendelea na simulizi yetu katika sehemu yetu ya pili ya simulizi yetu inayomhusu Veronica. Simulizi hii inahusu mambo ya wivu wa mapenzi, ambapo kama ulisikia na ulifuatilia sehemu yetu ya kwanza, ni kwamba alikuwa ameolewa na mume wake, lakini katika maisha yao ilifika wakati mumewe akawa anamsaliti na akawa anatembea na mtu mwingine, mwanamke mwingine, akawa anatembea naye kimapenzi mwanamke mwingine, jambo ambalo mwisho wa siku liliweza kugundulika na Veronica, na kwa jazba aliweza kufanya matukio mabaya pasi na kukusudia, tukio la kikatili kabisa na kuondoa uhai wa mwanamke mwenzake. Na tunajifunza wote mnaofuatilia kipindi hiki, nadhani kuna funzo ambalo mnaweza kuwa mnalipata, kwamba unapokuwa umeweza kumfumania mwanamke au mwanamume, basi usichukue hatua za hasira, inaweza ikakupelekea katika mazingira magumu sana. Sasa tunaendelea pale tulipoishia. Sasa DPP alikuwa katika kuhoji, katika mahojiano ilifikia hatua yeye akasema anaona wewe usamehewe uweze kurudi uraiani. Sasa tukaendelea pale na kuendelea mbele, ilikuwa vipi? Basi akamwambia yule hakimu wangu na yule mpelelezi wangu kuwa mimi naona asamehewe, kwa sababu kwanza akaniuliza mimi, kuna kitu hapo umejifunza? Nikamwambia nimejifunza baba yangu, naomba nisamehewe. Akaniuliza una mtoto? Nikamwambia na watoto wawili, maana nijifungua yule mtoto wangu wa kwanza, na hilo hadi tukio linatokea nilikuwa na mtoto kama miezi 4. Kwa hiyo ndugu zake wa yule mwanaume wakaamua mchukue yule mtoto wao yule mdogo na yule mkubwa wote. Akasema kwa sababu mwanamke kama ameamua kufanya hivyo afai, tunamchukua watoto tunakaa nao, hawezi kwenda jela, aende yeye mwenyewe alofanya tukio. Sawa, bibi akasema sawa, nikaachiwa. Kesho akaniambia kesho yako, kwa sababu sasa hizi muda umeenda, maana inabidi urudi mahakamani usaini yale makaratasi, unajua kuna fomu ujaze. Kweli kesho yake, sio mimi tu, maana walikuwa watu wengi walisamehewa, wengine walifungwa. Kesho yake tukaenda hadi mahakamani na wale vipande magereza, tukaenda mahakamani tukaachiwa. Nilivyoachiwa ilinibidi sasa mimi nirudi kule nyumbani kwa mwanaume wangu. Nilipokuwa nimerudi kule nyumbani kwa mwanaume wangu, mwanaume yule ambaye ndio ulimfumania na mwanamke? Ndio nilimfumania na mwanamke. Ukaweza kurudi? Kwa sababu nilikuwa sina pa kwenda na nilikuwa sina chochote, sababu nilikuwa sijela, nimekaa miaka 2. Na je, ulirudi vipi? Yani ulirudi vipi? Na je, ulimkuta katika mazingira gani? Je, labda kwa sababu miaka 2 mtu anaweza hata akawa na mwanamke mwingine. Ndio hivyo. Ulivyorudi ikawa vipi? Labda ungetusimulia ili anayefuatilia aweze kufahamu. Nilivyorudi kwanza pale mahakamani, ana nilimwambia mimi hata nauli sina kitu. Yule hakimu akanionea huruma, akanigia shilingi 5000 ambayo ndio ikanisaidia kama nauli. Nikachukua pikipiki, kwa sababu pale mahakamani, maana mahakama ya mkoa na kule Mafisa nilipokuwa naishi sio mbali sana, bodaboda nilitumia kama shilingi 3000. Nilipofika hadi pale, kwanza nikaambiwa mwanaume wangu pale amehama, hayuko tena pale, amehamia sehemu nyingine. Basi kwa sababu mimi niko napafahamu kwao, nikachukua gari. Kuna mama tena mwingine pale nilipokuwa naishi, kuna ile nyumba nilipokuwa naishi na mwanaume wangu, hadi niliponikutia tukio kanisaidia hela nauli, nikarudi kule kijijini kwetu, sababu naishi kwao kule. Nilivyorudi kule nikaona watoto zangu, lakini nilipofika kule kumbe yule mwanaume akawa karudi kule kijijini ambapo tulipokuwa tumejenga kijumba kimoja na sebe. Kama amerudi kwa pale ambapo mlikuwa mnaishi mara ya mwisho au kumkuta? Niliambiwa ameshaondoka. Sawa. Sisi inabidi nilivyorudi kule kijijini nikamkuta anaishi na mwanamke mwingine, na yule mwanamke akawa mjamzito.
na yeye mimi akasema nitambui wala anijui, ila nilizaa naye tu na watoto wangu wamefariki. Kumbe uongo, watoto wamepeleka kijijini kwao. Basi kuna mama akaniambia, mbona watoto zako wapo na hapo sehemu fulani, basi naomba unisaidie kunipeleka huko, ila ngoja kwanza nirudi nyumbani. Nikarudi kule kwa bibi yangu, ambapo tukapanga kesho yake twende kule nikaone watoto. Nilipofika kwa bibi yangu, aliposikia tu mimi na kwa bibi yangu kesho yake niende twende kule nyumbani kwao, akaenda akawatorosha watoto, yeye mwenyewe akaondoka. Tulipoenda nyumbani kwao, mama yake akaniambia, mbona mwenzako amekuja ameshachukua watoto na ameondoka nao? Basi nikarudi tena nyumbani kwake na sijamkuta yeye wala mwanamke wake. Nikakaa nikaelezea kuna watu wazima kule vijijini, baadhi ya wazee nikamwambia, wakasema yule hapa ni kwao, atarudi na yeye mtakutana naye na watoto zako utawaona. Ili nikakaa nikaona maisha magumu, na kule kijijini kwa mfano mtu ukifanya kama kitukio kama hilo, watu wanakuwa na kwenye paa wanakuwa kama mtu wa ajabu, kama mtu gaidi, yani mtu mwenye roho mbaya. Watu wakawa wananisema wananisimanga na nini. Basi kuna mdada anaitwa Vero, naye kama mimi tu akaja kule kijijini, ananiambia mimi naishi Dar es Salaam, maana alikuwa akapendeza naishi kuna sehemu inaitwa Dar es Salaam. Nikamwambia sawa, amesema naishi Dar es Salaam Kinondoni. Ambaye huyo Vero ulikuwa ukifahamiana naye muda mrefu? Aliondoka kijijini muda mrefu. Katika mazingira gani? Yaani huyo Vero na yeye alikuwa ni mtu wa kijijini kwetu, lakini aliondoka kwa muda mrefu. Kwa hiyo tukawa tujaonana kwa muda mrefu. Kwa hiyo alivyorudi sasa vile, kwa sababu ni kijijini kwao kule kwetu, akapendeza nini, akaniambia mimi naishi Dar es Salaam Kinondoni. Vipi, una kazi huko? Nikamwambia mimi sina kazi, sina chochote. Yaani sina, bora tuondoke wote. Kweli nikaja naye huko hadi huku Dar es Salaam. Kuja naye huko Dar es Salaam, akaniambia kazi atanitafutia ya mama ntilie. Kwa hiyo tukaja huku, kumbe ikawa sio kazi ya nini? Sio kazi ya mama ntilie. Ikawa kazi ya nini? Ya kuuza mwili. Sawa. Sasa kwa sababu nilikuwa mgeni, mambo vitu tunajua kama hujavizoea. Ikawa siwezi kwanza. Siwezi kufanya hivi na hivi. Baadaye akaniambia basi kama uwezi. Yeye alikutoa Morogoro, unasema mlikuwa hamfahamiani. Ulikuwa hamfahamiani naye? Nilikuwa nafahamiana naye. Kipindi nakaa Morogoro, nilikuwa sijaoni kuonana naye. Sababu aliondoka kijijini muda mrefu. Alivyorudi ndo alivyorudi Mlimba ndo nikakutana naye. Nilivyorudi mimi kutoka jela, nilikwenda Mlimba ndo naye nikawa nimekutana naye Mlimba. Ulimuona vipi yani? Ulimuona ikoje? Yupo amependeza, yuko vizuri. Tofauti na zamani alivyokuwepo. Yaani mtu amenauli, mtu anavutia. Sawa. Kwa nilipomwambia mimi siwezi, hiyo kazi sijazoea, akaniambia mdogo wangu, kama uwezi basi, kwa sababu baba ninapoishi nalipa kodi. Unaelewa kila kitu, na maana hata nguo wewe unakula na kulisha kila kitu kwa kutumia mwili wangu mimi. Kwa hiyo siwezi kutumia mimi mwili wangu ukachoka kati ya kwako nao. Kwa hiyo tuseme ulifikia kwake? Nilifikia nyumbani kwake. Mazingira ya nyumbani, nyumba anayoishi ilikuwa vipi? Alikuwa anaishi na nani? Alipanga tu mwenyewe. Amepanga chumba na sebule. Mazingira yake mazuri, analipa chumba shilingi 80,000, chumba na sebule 80,000, 160,000 kwa mwezi. 160,000 kwa mwezi. Chumba na sebule. Maeneo ya Kinondoni. Sawa. Naweza kaendelea. Nilipokuwa namwambia siwezi, akaniambia basi kama uwezi, inabidi urudi wapi? Mlimba. Kijijini kule. Basi nikakaa nikamwambia nitavumilia tu, nitazoea. Basi ngoenda kaona sasa nashindwa. Kuna mbaba akawa ananipenda, jirani yake yeye Vero. Alipokuwa ananipenda, nikaona bora niishi tu na mwanaume. Utulie na mwanaume mmoja. Tulie na mwanaume mmoja kuliko biashara hiyo ya kuuza mwili. Nikaishi naye yule kaka
Nikamkubalia, akamwambia haina shida, akaniambia tutaenda kwenu, tutaenda kutoa kama barua mahali, ikiwezekana tufanyeje, tuoane. Nikamwambia haina shida. Rafiki yako alikusapoti? Nilimwambia nikamwambia mimi biashara hii siwezi, bora tu nitulie na mwanaume mmoja. Akaniambia kama unamwona yuko sahihi sawa, lakini hata wanaume wenyewe nao wana nini, wana maradhi. Okay. Lakini mimi kwanza alivyoniambia hivyo nikawa sijaamini. Anaona kama mtu sasa, kumbe alikuwa anajua kabisa ana maradhi. Sasa mimi nikaona kama analetea roho mbaya. Nikaishi naye yule kaka hivyo, nikaishi naye kama muda wa miezi 8. Sawa. Nimeishi naye kama miezi 8. Na siku niliamka najisikia vibaya, yani kama mwili unaniwasha, kichwa kinaniuma, kinanigonga sana. Nasia kama yani unajua yani hali ya mwili uko sawa. Basi japokuwa yule Vero, lakini kwake niliondoka, lakini sikuondoka kiubaya. Ikawa tu naendaga namsalimia, na yeye akinikumbuka anakuja ananisalimia, kwa sababu sisi tumetoka kijiji kimoja, kwa hiyo sisi tunaye kama ndugu. Nikaenda nikamuelezea, nikamwambia mimi najisikia vibaya hivi na hivi na hivi. Akaniambia mwanaume wako umemwambia? Nikamwambia yeye yuko ameenda kazini. Na hajarudi, maana anatabia muda mwingine akienda kazini usiku anarudi mchana au asubuhi. Sawa. Kwa hiyo nikampigia simu, akaniambia basi narudi mchana. Kwa hiyo ilifika mchana akarudi. Alivyorudi akaniambia twende hospitali. Mimi yule ndugu yangu Vero na ule mwanaume wangu. Jina lake anaitwa Joeli niseme. Sawa. Na wewe Joeli. Kidogo yeye alikuwa mkubwa kwa umri. Alinizidi mimi.